Good morning my good people, good morning, good morning. Karibu sana, karibu sana kwa Inaya Live Talk Show, mtu wangu wa power. Of course tarehe 13 mwezi wa pili 2023, imbaki siku moja tu. Kesho ndio watu watakuwa wanasherehekea mambo na Valentine, mambo na Valentino hapa na pale, mambo itakuwa moto. Hopefully umepata mtu wako wa Valentine, ama hujapata mtu, uko kama mimi uko kama mimi, hapa hatuna mtu wa Valentine. Hopefully umepata mtu wa Valentine ambaye mtakuwa mna enjoy na siku ya kesho. Lakini pia kama hauna mtu bado ni sawa tu. Unajua si lazima ukuwe na mtu. Kama hauna mtu usiforce issues, lakini kama uko na mtu pia unaweza furahia pamoja na yeye na mambo ikakuwa iko sawa. Karibu sana kwa Inaya Live Talk Show, show ambayo nambari moja kila mahali, ambayo inakuletea wageni ambao unataka. Pole tumeanza kama tumechelewa, ilikuwa tuanze mapema kidogo, lakini sababu ya ABCD tumeanza kama tumechelewa kidogo, lakini utatusamea. Lakini kabla hiyo nitazungumza mambo na Kakamega Dental Suit George. Kama utakuwa tayari nizungumze hiyo, mtu wangu wa Kakamega Town. Of course Kakamega Dental Suit Mega Mall second floor is the best dental clinic ambayo tuko nayo mjini Kakamega. Inahakikisha kwamba unapata huduma safi za mambo na meno. Na kukumbusha tu kwamba services za Kakamega Dental Suit, mtu wangu, kama kawaida ni mambo na dental consultation, tooth replacement, dental x-ray, mambo na teeth whitening, mambo na scaling and polishing. Hizo tu ni baadhi za huduma ambazo zinapatikana pale ndani ya Kakamega Dental Suit Mega Mall second floor, ambayo inapatikana pale Quickmart. Ukipata tu pale juu utakuwa unapata Kakamega Dental Suit Mega Mall second floor. Tulikuwa na kesi pale nyuma, nilikuwa naona kuna jamaa alifariki pale Kaongware, alikuwa ameenda kung'olewa meno, na aling'olewa meno na mtu ambaye hakuwa na tajriba ya hali ya juu. Unajua mambo na meno, mambo na mdomo, we call it oral health, it's very expensive. Ukicheza nayo inaweza kukuletea noma nyingine hujawahi ona. So lazima uende kwa mtu ambaye ako na tajriba, ako na uzoefu, ako na ile masomo ya kuhakikisha kwamba unashughulikiwa vizuri sana, mtu wangu. So karibu sana, takuwa na kuwajulisha tu niko na mgeni mgani kwa studio ambaye tutakuwa tunazungumza naye. Lakini pia nikukumbushe tu kwamba kama uko na any live streaming, ungependa event kwamba tufanye live streaming, tuko hapo. Nambari yetu 07487626, utakuwa unatutafuta pale tukisonga mbele. Of course watu wangu wa Makunga Malai Songo Ward, niko na mgeni hapa kwenye studio, anafahamika kama Peter Walunya. Mheshimiwa ni the sitting MCA Makunga Malai Songo Ward. Nitakuwa nazungumza naye hapa tukisonga mbele kidogo. Sasa mheshimiwa, karibu sana. Asante. Uko sawa kabisa? Niko sawa. Niko salama. Bado tunapumua. Bado unapumua. Nataka upatie mheshimiwa introduce tu kidogo, nikifanya mambo yangu sharing kidogo. Mheshimiwa, labda mtu ambaye akujui kwa mara ya kwanza, ningependa angalia kamera ukijiintroduce kidogo. Mimi naitwa Mheshimiwa Walunya na Inaya. Asante tushiriki jambo moja mbili hapa kwa maneno ya maendeleo. Mimi ni MCA wa Malai Songo Makunga Ward. Nilichaguliwa 2022 kwa chama ya ANC ambayo ni chama tulivunjilia mbali, lakini chama ambayo ilikuwa kwa serikali, chama tawala. Tunang'ang'ana polepole tuone vile tunasaidia watu wetu hapa na pale. Mimi mwenyewe natoka pale Isongo kwa wodi ya Malai Songo Makunga. Mheshimiwa, umeanza kusema kwamba ati chama ambacho kilivunjiliwa mbali. Ya tulishaivunja. Tulishaivunja na sasa tumebaki sasa na chama ya UDA na chama ya Ford Kenya ambazo sasa ziko kwa mrengo ya utawala. Lakini sasa tena tuko kwa broad based anyway. ODM pia iko hapo ndani, imetoka kwa Azimio. Sasa imeungana na sisi. Imeungana na nyinyi. Juzi tumekuwa kule Ikulu. Rais tukiwa kwa NGC, National Governing Council. Rais akituuliza kama tunaweza mpea ruhusa aenda aongea na Daktari Oburu Oginga. Tukamruhusu, mkamwambia sawa. Tukamwambia aenda uzungumze na yeye. Na pia nimeona Daktari Oginga pia anauliza watu wa ODM kwa hii maneno ya Linda Ground hii
Pia naomba kwamba wamruhusu aongee na Mheshimiwa Rais. Aongee na Mheshimiwa Rais. Ya sawa mtu wangu, niko hapa na Mheshimiwa Peter Walunya, the sitting MCA Makunga Malai Songo Ward. Tutakuwa nazungumza naye tu tukisonga mbele hivyo. Mtu wangu wa Power, ukiwa na swali utakuwa unaweka pale kwa comment section. Sijui mbona producer wangu hajakuwekea namba ya simu pale, lakini 0748 inapita pale chini. Kama utakuwa na swali, watu wangu wa Makunga Malai Songo Ward, utakuwa unapiga simu uzungumze na mheshimiwa hapa tukiendelea mbele. Mheshimiwa, habari ya Makunga Malai Songo Ward, watu wako namna gani? Tuko salama. Watu wametulia. Walitupea kazi. Lazima tuwafanyie kazi, sio tafadhali. Alright. Na tunajaribu ile tunaweza. Ile hatuwezi tunawaambia, ile tunaweza tunawafanyia. Ile yenye inatakana isubiri kidogo, inahitaji muda, tunawaeleza. Na tunaenda hivyo polepole. Hawa watu wanatakanga tu information. Wanataka information, communication. Yes. Labda umekuwa kwa ofisi miaka 4 sasa ama 3.5? Naweza sema 3.5. 3.5. Mambo magani 3 ama 5 ambayo unajivunia wewe kama MCA ulipata ikiwa hivi na at least umesongeza hivi, imesonga pale mbele kidogo? Mambo 3 tu ambayo unajivunia wewe kama MCA. Ni mambo mengi, mambo mengi aina. Lakini sasa naweza igroup tu kwa vitu 3 venye umesema hivyo. Unajua kama MCA ukipigiwa kura, mostly inakuanga tu unaenda kuwatengenezea sheria and then a representation na oversight. In all the 3 aspects mimi nimejaribu kusaidia watu wangu. But again sasa nimeongeza ile kitu inaitwanga social responsibility. Kuna vitu zingine sio kazi ya MCA. Lakini sasa inabidi tu unajitoa, unasaidia watu, hasa social responsibility. Alright. Kuhakikisha kwamba mambo yuko sawa, si ndio? Sasa mtogo hii kama ni miradi tumefanya mingi sana. Miradi umefanya mingi. Guzia tu kidogo mheshimiwa, miradi ambazo umefanya so far sasa hii. Ukikuja kwa ward ya Malai Songo, kuna daraja inaitwa Nyaporo Petros Bridge. Nyaporo Petro Bridge. Hiyo daraja the last regime ilikuwa imeweka hapo 21 million. Alright. But again ni daraja imeua watoto wengi. Lakini by the time naingia kwa uongozi, the 21 million had not done anything. Ilibidi mimi nikaenda nika request baraza. Nikamwambia sasa tugange yajayo. Hao walifanya yao yenye waliwezeshwa, si tugange yetu. Hakuna mtu anaweza kuja kututengenezea hapa. So nikamuomba milioni 15, akanipea, tukaweka kwa hiyo daraja. Daraja yenye tulikuwa tunaweka zile miti za mbao, tukipitia saa hii ni njia ni bridge ambayo tractors zinapitia hapo, lori zinapitia hapo. Na ni kitu najivunia sana kwa sababu imekuja kwa hii uongozo yangu na gavana baraza. La pili, tumetengeneza njia mingi sana. Hii mwezi yenye imepita hii ya Januari. Kwa wodi yangu mimi na baraza tume-maintain njia 26 kilometers. January, only January. We have maintained 26 kilometers. 26 kilometers ni njia mrefu sana, ni njia mingi sana. Sio kitu ya mchezo. So vitu kama hizo ndio najivunia. Na hii Januari tena, hii mwezi imepita. Na hiyo program bado inaendelea kufika saa hii ndio tunamalizia. Mimi na baraza tulitafuta wafadhili. Tukapatana nao, tunatengenezea watu wetu wenye hawajiwezeshwi. Tunawatengenezea nyumba 27. Nyumba tu. Wale watu wenye hawajiwezi tunawatengenezea nyumba 27. Mnawajengea nyumba. Tulianza hii Januari, by end of February tutakuwa tumemaliza kujenga hizo nyumba zote. Na hizi nyumba hata ni moja nimeambiwanga huko na anti yako anatoka hapo iko lia anaitwa Roslida sijui nani Machembe. There is an auntie of yours hapo hivyo. Yeye pia anajengea yeye nyumba, hata ukipigia yeye simu atakwambia mheshimiwa na baraza wanajengea nyumba hapo. Yani hata wewe mwenyewe unaweza kunufahamu. Ukipigia simu anakuambia. Let me see the criteria ama the way ambayo mnatumia ku identify what, because watu wengi wako na shida tu mheshimiwa. Sijui mnafuata njia gani kujua kwamba this is the right person ku benefit kwa mradi wa ujenzi wa nyumba. Number 1,
Kuna wale wamama wenye wamefiwa. Kwa wale wenye mama wamefiwa, kuna wale wanajiweza. Hatuwezi watengenezea. Lakini kuna mama wamefiwa na wameachwa na watoto. Umenipata? Hao tunawafikia. Kuna wale watoto, kuna watoto wengine, watu wengine wanateseka huku nje ya eneo. Ukiangalia watu, sometimes hii maisha ni ngumu. Kweli. Unapata watoto wazazi wao wote walikufa. Na ni watoto wenyewe ndio wanajisimamia. Na unapata maybe mtoto wa kwanza ako secondary, mwingine ako junior secondary, mwingine wengine wako na wanajiishia wenyewe. Wanajitegemea wenyewe. Kweli. So tunafikia familia kama hizo, tunawatengenezea na tunaona tena as a social responsibility, tunaambia mkiingia kwa nyumba mnaingia na hii kidogo mnajipanga. So hizo ndio criteria tunatumia. Mtu mwenye anajiweza hatuwezi enda kumuongezea. Si ile inakuanga ati mwenye ako naye ndiye anaongezewa. Mwenye ako naye ndiye anaongezewa bado. Yule mwenye ana ndio tunajaribu pia kuinua kidogo. Mwenye ana aongezewe, si ndio? Sasa niko hapa na Mheshimiwa Peter Walunya, the sitting MC Makunga Malai Songo wote tunazungumza naye mtu wangu. Kama uko na swali utakuwa unaweka pale comment section, tukisonga mbele tuone vile mambo itaenda. Haya, Abraham Elbresa anasema Walunya tutamwizruile, I'm rallying Mim resident to give this young man a second term. He deserves it as a young man, people of Mim, the future is bright. Bramwell Barasa anasema Mheshimiwa Walunya tutam. Mwana Leona anasema msanii napongeza Mwesh kwa kazi nzuri ile tu hivyo. Sawa. Of course tutazungumzia tu mambo na nani. Tumekuwa hapa juzi na the former MCA Mheshimiwa Radol and the aspiring MCA. Yes, the former and the aspiring. Yes. Akasema kwamba alikuwa amesukuma sana mambo na Makunga Hospital. Yes. Sasa sijui tuko level Makunga. Yeye alikuambia iko level gani? Alikuambia iko level gani? Akasema kwamba alikuwa anasema iko level 4. Akasema alikuwa ametengeneza ama ameorganize ambulance zilikuwa mingi. Lakini sasa vile uliingia kwa uongozi, kazi yako ni kukaa kwa koti. Wewe uattend vitu za ward. Uattend mambo na ward. Wewe kazi yako ni kuenda koti kila siku. Una sign tu umekuwa na hujakuwa pale. So is claiming kwamba wewe kutofanya kazi umepotelea kwa koti sana. Unajua mimi hata nilifuatilia kidogo hiyo interview. Na nikasema mke mwenza ordinarily kuna wale wenye ni exception. Leo ordinarily mke mwenza hizi ongelelea mke mwenzake maneno mzuri. So yeye unajua ni aspirant kwa 2027 na mimi namkaribisha akuje. Namkaribisha akuje, hii siasa inakuanga hivyo ina uadui. Makunga level 4, tunaita level 4. Yeye wakati alikuwa MCA alikuwa chairperson wa health committee. Unanipata? Alianzisha maternity na Mheshimiwa Oparanya pale Makunga. Waliweka pesa mingi hapo hivyo, lakini hawakumaliza hiyo maternity. Hiyo maternity wakati nilikuja tena niliomba Mheshimiwa Governor Baraza. Nilimuomba pesa. Sisi ndio tumeequip hiyo maternity. Sisi ndio tumeenda tukaifungua na sasa inasaidia watu. Watu sana, watu wanazaana sana huko sasa. Mimi na Baraza ndio tumetengeneza hiyo maternity. Unajua hospitali haiwezi kuwa escalated to another level bila kama haina facilities zingine. Tena nimeomba Baraza pesa nyingine tukaweka hapo hivyo. Tumemaliza theater. Sasa hiyo operations zinafanyika Makunga. Tumeanzisha theater hapo, imeisha, tumeequip everything is happening. So Makunga nao tukatengeneza request zikaenda kwa board waka-approve kwamba iko level 4. Sasa hii Makunga sasa sisi ndio tumeiweka. Ukiangalia gazeti iligazetiwa as a level 4 in the year 2023 Januari. As a level 4 hospital. Mimi na Baraza sisi ndio tulisukuma ndio ikagazetiwa. Sio yeye aliweka hapo hivyo. Hii kila mtu lazima kuna watu wengine lazima watake credit na vitu zingine kama umefanya kama hujafanya tena unakubali. Mimi kama sijafanya kitu siwezi jiwekea ikwe credit kwangu. Lakini umesema kitu ya maana sana Inea. I am a professional na mimi ni wakili. Hii kazi ndio kazi yenye nilisomea. Other than politics, we always have a leverage. Kila mtu anaweza somea kitu anataka. Mimi ni wakili. Nikiomba kura 2022. Watu wangu walikuwa wanajua mimi ni wakili. Na baadhi hata ya kura zingine zenye nilipata Inea.
ni wale watu wenye nasaidianga kotini. Okay. Mtu yote akitoka Malai Songo Makunga na Mumias East yote nikimpata hapo kotini lazima nimuulize, bwana unatafuta nini hapa? Okay. Unaweza kuwa unasumbukana hapa na mimi natoka naenda, lazima nisaidie watu wangu free of charge. You don't charge watu wanatoka huko Mumias East. Watu wa Malai Songo Makunga na Mumias East nafanyanga, nimeweka kwa category inaitwa pro bono, na wafanyia kesi bure. Unafanyia kesi bure? Ofisi yangu ina maintainiwa na watu wengine wa kutoka nje. Okay. Lakini wa Mumias East na wafanyia una pro bono basis. Okay. So hao watu wakati na wasaidia hivyo, sijui angekuwa yeye ama wakati alikuwa hapo hivyo. Okay. Yeye angekuwa na nafasi ya kwenda kotini kuwasaidia. Na kama sio mimi wangekuwa wanalipa mtu mwingine pesa. Assembly hatuendangi kila siku. Assembly tunaenda Tuesday saa 8 peke yake. Okay. Wednesday saa 4 na saa 8. Thursday tunaenda saa 8 peke yake. Hii masaa ingine sinapata nafasi naenda kusaidia watu wangu. Na kama siko assembly, siko kotini, narudi ground. Unaona? Kama siko ground naenda kwa hizo offices kuomba miradi. Okay. Nilisikia akisema ati sina nafasi ya kwenda kuomba. Nimefanya hii miaka 3.5 yenye tunaongelea hii. Nimefanya miradi mingi kuliko yenye amefanya miaka 15. And if you put me on task, I'll tell you one by one, in health, in water, education, in transport and infrastructure. Nitakupea hizo miradi hata utashangaa na hii miaka 15 kwani kazi haiko inaendelea. Sababu yana claim kwamba wewe ufanyii watu wa Malai Songo kazi, wewe unaenda kotini. Najua vile umeeleza hivyo ameelewa. Of course anarudi kuwania hiyo kiti tena. Sijui umejipanga aje? Sababu alikuwa hakuanguka, aliwacha. Sijui umejipanga namna gani? Kitu yenye wananchi hawajui, Radoli hakuacha kiti. Radoli hakuacha kiti? Hakuacha. Alikimbia. Alitoroka. Okay. Mimi nilianza campaign zangu officially. Okay. Ilikuwa 2021 August. Okay. Radoli alienda kwa ubunge mwezi gani? Ilikuwa kama tunakaribia. Nilianza June. Okay. Radoli alienda kwa ubunge sometime in January 2022. Okay. Hii miezi ingine yote nilikuwa nimekimbizana na wewe jamaa mbaya sana. Kila kona tulikuwa tunapatana. Pia alikuwa na campaign. Alikuwa na campaign. Kama singesimama na hiyo force yangu yote. Radoli alikuwa anasimama MCA. Hiyo ndio kiti alikuwa anaomba. Okay. Wakati nilikimbizana na yeye miezi 6, yeye alitoroka akaenda huko. Akarudi. Kama ni kuanguka aenda angukie vizuri huko juu. Kuna aibu alitoroka hapa. Radoli hakuacha. Nilimtorosha. Na ukitaka kujua kuna aspirant mwingine anaitwa Opanda, Haron Opanda. Okay. Uliza atakwambia alicampaign na Radoli 2013, 2017, leo 2022 alitoroka huyo Waluni. Radoli alitoroka hakuacha kiti. Sasa nimeosha huyu msichana. Jinsi yenye hapo ana expect anataka amrudie. Huyu msichana mwenyewe ndiye atamwambia huyu mzee mwenye alinichukua ni mzuri. Ni Munguana, ananilinda. Hawezi jua venye anafikianga watu. Hajui ni nini nafanya ndio huyu msichana ang'ara hivi. Okay. Hawezi kubalika na kila mtu. Hawezi kubalika. Kitu imetokea siku hizi at one time, those are slogans. Hizo slogan hizo. But hao watu, those people we are touching, hao watu tunafikia huko mashinani. Especially kuna those like-minded youth. Na alafu kuna wamama and those wazee. Those wazee. Sawa mheshimiwa, acha nipitie comments kidogo nione watu wanasema namna gani. Kwa hapa na mheshimiwa Peter Walunya ana the sitting MCA Makunga Malai Songo ward. Aya, anaitwa Timothy Kuyo anasema good morning, I have 3 questions to mheshimiwa. One, what's your plans for infrastructure, especially roads like Makunga Isango Road? Makunga Isango Road, hiyo ndio swali la kwanza ameguzia. Makunga Isango Road. Number 2, ameuliza now that Radoli has joined the UDA, what's your move mheshimiwa? By the way, I was to ask that question. Nimeona mheshimiwa Radoli amejoin UDA. Na wewe pia uko UDA sahi. Yes. So utakuwa na jibu hiyo. Alafu namba 3 ameuliza what's your track record? Anaitwa Timothy Kuyo. Hiyo ndio maswali ambayo ameuliza hapo. Utakuwa unaangalia mheshimiwa tukisonga mbele hiyo. Namba 2 anauliza Jahman, sivyo, anasema
mradi tumeona bila limitless talk Mabanga Primary haingekuwa na staff room sahi. Mabanga Primary iko na nani sababu ya kuna nini ametaja hapa. James Ndoro anasema Mabanga imefanya nini? Anasema Mabanga Primary haijakuanga na staff room. Mabanga Primary. James Ndoro anasema okay, I think hiyo umejibu sababu wala kwa mwezi kuru tukala mtofiti ya law. Lakini hiyo si umejibu hiyo. Okay, sasa basi bado nasema following from Isongo, happy to hear my kiongozi wakili Walunya. Hiyo ndio amejibu. Tuanze tu na maswali ya umwami nani hapa. Umwami anaitwa Timothy Koyu. Swali la kwanza ameulizia mambo na your plans kwa barabara ya infrastructure Makunga Isango Road. Thank you Ainea, na namshukuru sana. Unajua huyo mtu mwenye ameuliza hiyo swali ni mtu mwenye at least ana reason kwa sababu anaangalia the state of the ward iko na anajaribu kuangalia kuna shida mahali fulani na si kama viongozi vile nimesema information lazima tuwape. Kweli. Nimekuambia hii Januari tumelima 25 kilometers. Na hizo njia tumelima ni njia kutoka Mutono ikienda Musango. Tumelima njia inaitwa ya Matati ikienda ACK Matende. Tumelima njia ingine inatoka hapa kwa hii njia ya Isango hii ikienda Ishiaka, ACK ya Ishiaka. Kuna ingine inatoka Maraba ikienda Ikoli. Kuna ingine zingine hiyo swali ameuliza ni ya hii side ya Makunga, ndio maana na mention njia za Makunga. Kuna za Isongo na Mala. Lakini sasa wakati nilikuwa nataka kulima hizi njia na baraza, priority yangu ilikuwa ni njia kutoka Makunga main stage ikienda kwa daraja Mungungune. Na hii njia yenye anaongelelea hii ya kutoka Makunga ikienda Isango kwa daraja. Na njia ingine ilikuwa ya kutoka Haimba ikienda Shahulo stage. Hizo njia tatu. It is true hizo njia ni mbaya. Na lazima zitengenezwe. Lakini we cannot do double spending pesa za serikali. By the time si tunatoa hii program ya RRI tulikuwa na in mind hizo njia zenye nimesema hizi. Lakini sasa Kera ikakuja ika-advertise njia ya kutoka Makunga kwa lami ikienda kwa daraja hii yenye anauliza ya Isango. Ika-advertise njia ya kutoka Makunga ikienda daraja Mungunguni na hii ya Shahulo. Now that Kera ilikuwa imesha advertise singeweka hapo tena RRI ifanye tena hizo njia kwa sababu ingekuwa double spending. Kwa sababu already wamesha advertise, tungefanya still hao tena ungekuja wafanye nini? Tena wafanye. Ingekuwa tumefanya kwa mwezi moja ama mbili tumefanya njia mara mbili. So that's why tuliconsider njia zingine na hizi Kera actually inakuja kulima. Nilikuwa kuna mtandao ya Mumias East hapa. Nimekuwa nikiangalia leo nimeingia asubuhi. Kuna mfanyikazi wa Kera anaitwa Obura. Amekuwa akijibu watu wetu hapa wa Mumias East kwamba hii njia ya Isango, hii njia ya Makunga na hii njia ya Shahulo in the next 14 days tractors zitakuwa zimeingia zinalima. So hiyo njia in the next 14 days na nasema tu ile yenye mfanyikazi wa Kera mwenyewe amepost hapa asubuhi hapa hivi. Anaitwa Obura. Obura, Engineer Obura. Ndio hiyo na ndio amepeana 14 days hapa hivi. I said within 14 days from now. Machine will be on site. So hii inakuja kulima. Hiyo atakuwa anakuja kulima. And then kumekuwa na swali lingine ameuliza now that Mheshimiwa Radoli amejoin UDA. What's your plan? Umejipanga namna gani? Number one, mimi nimekuambia niko kwa mrengo wa chama tawala. Na ODM pia imekuja kwa hii maneno ya broad based. So chama ya ODM na chama ya UDA zote ni vyama zenye naweza simamia ndani. Unanipata? Kuna chama ya ODM na chama ya UDA zote najua zitakuwa kwa broad based. Tunaomba ile maongezi ikue ili kwa amani yetu wote. So naweza simama kwa chama ya ODM, naweza simama kwa chama ya UDA. Yeye hapo hivyo alikuwa pia yeye kama ameenda tu kama mwananchi wa Mumias East kule Shianda. Alikuwa ameenda tu kama mwananchi. That was just a sensitization.
Oh, ile imekuwa UDA sensitization. Hiyo imekuwa sensitization. Oh yeah, I saw it. So wakati alienda hapo Mheshimiwa Washari alikuwa hapo, so inakaa ni kama wanafanyia pamoja kitu kama hiyo, that impression kukua hivyo. Mimi wakati wamekuwa huko, unajua kuna ile working caucus ya Mheshimiwa Rais ambayo iko huko Western, imesimamiwa na Ken Lusaka kama chairperson, alafu deputy wake ni Mheshimiwa Savula. So unajua Savula pia ameruka huko, ako huko UDA. So wakati hao wako huko huko sensitization, pia mimi ningekuwa huko kwa sababu niko kwa chama tawala. Mimi nilikuwa nimeitwa na Mheshimiwa Savula kwa mkutano mwingine, mimi na yeye. Alikuwa pia yeye tukiongea maneno ya Mumias East. Kwa sababu kuna Mheshimiwa Ben Washari hapo, kuna Mheshimiwa Wamati, kuna Mheshimiwa Maponi. Hawa watu wanapigania hii maneno ya ubunge. Rais naye unajua lazima embrace hawa watu wote. Hawezi anza kufadhili mtu mmoja kwa hawa watu watatu ionekana ana take sides. Lazima apate mtu neutral. So tulikuwa tunaongea na Mheshimiwa Savula jana jinsi ni viongozi gani sasa tunaweza tumia huko, mimi nikiwa mmoja wao, ili tukue na mtu neutral mwenye hata onekana kwamba Mheshimiwa Rais anachukua mtu mmoja ndio anasaidia yeye. So mimi hiyo UDA niko ndani sana kuliko hiyo Mheshimiwa Radoli. Na sasa tukisema kwamba muende nomination wewe na Mheshimiwa Radoli, na kutoe iwapo tutakuwa kwa hii broad based na waseme kwamba tunaenda nominations na maybe ODM na UDA maybe wanasema watoe candidate mmoja akuja hiyo nomination, tupige kazi tuendelee mbele. Akikulima chini, unajua kura inakuanga ya nomination na kura ya general yenyewe sasa. Kura ukishindwa umeshindwa. Urudi independent, lakini mheshimiwa itakuwa aibu wa kuangusha kwa nomination. Na najua hawezi. Nikwambia kitu moja. Unajua Mheshimiwa Washali ni rafiki yangu sana. Lakini yeye kwa kura ya 2022 alikuwa na MCA candidate wake. Alikuwa anaitwa Suleiman Nyongeza. Alikuwa na MCA candidate wake? Alikuwa anaitwa Suleiman Nyongeza. Hiyo ilikuwa force moja. Force nyingine ilikuwa Mheshimiwa huyo Radoli huyo. Alikuwa amesimama ubunge na akona candidate wake tena kwa MCA. Unaona, kwa chama ya ODM. Alikuwa tena na mwingine. Nikapiga huyo Washadi nikamwangusha na huyo Suleiman. Nikapiga huyo Radoli nikaangusha huyo mtu wake. Na mimi nilikuwa peke yangu. Na wewe ulikuwa peke yako tu kwa nani hapo ulikuwa sio kujipiga kifua, naongea the honest opinion. The honest opinion. Lakini mheshimiwa, na unajua kura ya vyama ni kura yenye iko tricky sana. Kabisa. You must have the structures. You must kura ya nomination hiyo ni structures. And I can assure you I have my own mimi niko na structure zangu zenye hata haziko dependent kwa chama. So nikiwa UDA naenda na hizo structure zangu naziweka hapo, yani unaenda ni kama umebeba container yenye ni nyumba unaiweka mahali fulani. Unaona? So hizo ndio structures. First of all, kabla nianze kukampeni nilitengeneza structure zangu. I have my own constituency ya watu. Unaona? Ile constituency ya watu ndio yenye structure zangu. So sidhani. Tuongelee, kuna staff room nimesikia mahali ulikuwa umeandika. Kuna ile amesema kwamba Mabanga Primary hajakuwa na staff room mheshimiwa. I can confirm that. Kuna mahali wanaegemea lakini sio mzuri vile. Na lakini sometimes huwa tukienda kwa matanga, kwa sherehe, kwa shughuli huko, huwa tunajaribu kuambia watu kuna roles zenye rais anaweza fanya, MC anaweza fanya, mbunge anaweza fanya. Mostly za governor na MCA zinakuanga tight pamoja. Nyinyi mnakuwa pamoja. So mbunge anaweza fanya zingine na ziko kwa sheria. So ukiangalia maneno kama ya primary, hiyo ni maneno iko kwa CDF. So hiyo swali afanye uulize Mheshimiwa Salasia. Niliona hata ulikuwa naye jana ama lini. Hiyo ilikuwa kitambo. So Mabanga maneno yote inahusiana na primary and secondary education. Hiyo inakuanga ya CDF. Which lies under the MP. Yes. Hata sisi tulikuwa tumekatazwa kupeana bursaries na by the counties.
mtu alienda kotini. Okay, mheshimiwa, labda umekuja tu vizuri. So unajua sasa yeye anasema hivyo because hana information. Is it true that nyinyi leaders hamna watu wa kuwasaidia kucommunicate vizuri maneno? Because hata mimi nilikuwa na kushikia kamba siku nyingine nilikuuliza, mheshimiwa, hii barabara inaendaje? Ukaniambia hii barabara ni ya tulikuwa na wewe kwa matanga fulani. Yes, exactly. So because I think hao wananchi hawana information nzuri. You guys are not communicating vizuri kwa wananchi? Because sasa yeye anasema mabanga. You know, is now complaining, is now analalamika you are not doing that. Na kumbe ni ya CDF. Na in fact I don't blame him. So that now that tumesema hivi wakati anaendelea kuona amesikia jibu langu. At least now that yeye amejua, anajua sasa anaweza uliza mheshimiwa Satasia ama CDF kwamba kuna shida fulani mahali. Juu ingekuwa yangu ninge take up responsibility. Exactly. Lakini sasa hii information unasema sometimes tukienda kwa events watu wote hawako hapo. Wale wenye wako ndio tunaelezea. Alright. You get it. Na mostly hatunanga tu ile pesa yenye tunaweza sema ati tunaenda sensitization. Alright. Fulani sasa. Lakini mheshimiwa muinvest kwa sensitization. Mnafahamu kuwa na watu tu wa kupeana the information. At least now tunagawa, tunajua kwamba hizi miradi ni za MCA, hizi miradi ni za MP, hizi ni za governor. Of course kazi ya senator ni tu ya kuunda sheria kule. Because hao wananchi siku hizi tangu tukue na devolution wako confused. That is true. Ukiwa na shida ya nasari naenda kuuliza nani? ECD, of course hiyo ni yetu sasa. Hiyo ni ya county. Kama kuna shida na labda primary school naenda wapi? Hiyo ni ya kwenda kwa MP. Hii barabara ina lie under the county ama mambo national. So at least you should do something so that we avoid such complaints and you are addressing the wrong people. Sasa alafu ya mwisho alikuwa ameuliza mambo na your track record. Track record unajua ni ile tu ya kusema maendeleo yenye umejaribu kufanya. Ni aina nimekuambia njia zenye tumetengeneza tu hii Januari hii. Kando na hizo njia zenye tumetengeneza Januari in last year in the month of August tulitengeneza njia zingine 10 kilometers. Moja ni ya kwenda Chisenye, ingine inaenda mahali wanaita Musoma, ingine inaenda ina rotate kwa shule ya Haimba pale. So na ingine iko Mala inaitwa hiyo njia inapitia kwa mtu anaitwa Ndakalu ikipitia Busia ikienda Butingo. Hizo ni njia tumejaribu kufanya. Kuna zile tulifanya 2023, kuna zile tulifanya 2022 wakati tuliingia hiyo kipindi ya mwisho ya 2022. Other than that nimekuambia kuna daraja tumejenga hapo hivyo. Other than that Inea nilisikia mheshimiwa mwenye alikuwa hapa hivi the former MC Radoli alisema yeye alitengeneza ECDs 4. Hiyo ECDs 4 unajua ni kwa miaka ngapi? Sijui. Miaka 15. Upigie yeye kura miaka 15. Si anasema miaka yake ya kwanza 5 alikuwa nani maso? Alikuwa kansela ama alikuwa kansela? Sa ile kiti ilikuanga ya council kwa saa hii ni kiti gani? MCA. Yeah, it is one and the same thing. Walikuwa wanakaa kwa council. Sisi tunakaa kwa council. Okay. So jina lilibadilika tu. Jina mzuri tu. Unaona? Mimi kwa hii miaka yenye nimekuwa 3.5 in as much as vitu zimeenda polepole. Na hii kuna ECDs 2. Kila ward governor alikuwa anapeana ECD moja. Nilishtuka sana akisema ati mimi siandangi kuomba miradi. Wakati gavana anapea kila ward ECD moja. Mimi nilimuomba ECD 2 na akanipea zote. Moja iko Haimba, ingine iko Moroni. Na hiyo Moroni nikamwambia please governor, nataka pia unifenzie hii shule ya Moroni. Perfectly fenced. Well done. Na hii ECD ya Haimba na ya Moroni, unajua wakati wanafanya procurement. Mtu anaweza tengeneza BQs mzuri. Na hiyo ndio imekuwa issue na tumeketi na governor na tumemueleza na watu wa procurement. Udhani huu mtu ako na nguvu za kufanya kazi. So wakati walifanya procurement unapata watu wengi wenye walichukua ECDs za county hawakuwa na zile nguvu za kufanya. That is why governor alikuwa kwa assembly jana for the opening of this session, 5th session. Alimention ECDs mingi. Lakini kuna ECDs karibu 10
alisema zimeisha. Na kuna ECDs zingine alisema ziko at 45%, 50%, zingine at 75%. Across the county. Hizi ECDs in as much as zimeenda polepole zitamalizika, lakini for the 15 years alifanya ECDs 4. For the 3.5 years nafanya ECDs 2. Unadhani nikipewa 15 years nitafanya ECDs macho kumri yangu? Kuna wamama wetu wamezoea tu Kisimu. Kuchota Musevero kutea direct. Musevero sijui inaitwa aje, nimezoea Kiluya sana kuliko Kiswahili. Kule ni Musevero sana. So kuna tulifanya piping ya maji kutoka Isongo secondary ikaenda hadi primary inaitwa Kungoyokosi, hiyo side ya Nyaporo. Kuna maji nyingine imewekwa pale Mtetemo tunaifanyia piping. Kando na hiyo saa hivi yenye tunaongea hivi I am doing the 50th spring water spring. 50th water spring. Yeye akikuja hapa spring zenye alifanya for the 15 years alifanya springs karibu 12. Mimi sasa hivi miaka 3.5 nafanya spring ya 50. And I can count them, I can give you a list of them. A list of them. Meshikilia pale niongee mambo na Jixel. Niongee mambo na Jixel, lakini kabla sijaongea mambo na Jixel, kama Joja nitafuta, anaitwa Sinzialia Velma, anasema Peter Walunya tutam mpe salamu za jirani yake Velma, wanafunzi wangu wa electrical engineering wanakusalimia from Shianda County Polytechnic. Anasema uko ndani pale. James Ndoro, haya sawa, tumeona komedi yako hiyo, acha nisisome. Unasoma tu. Anasema Peter Walunya one time. Amesema hivyo, nimesoma sasa. Ngoja tu, unajua Inea. Nimekuambia nikianza hii kura tukipigiwa, we take the responsibility. You don't run away from it. You don't. Na nimekuambia kuna slogans zimekuja. Mtu akiniambia one time, I take it positively, I turn it around. You turn it around. Yes. Aya, sawa. Bramwell anasema meme residents, let's stop the narrative of recycling leaders. Walunya is young, a light and vibrant young leader, one of our own. Let's embrace unity and condemn divisions. Walunya huchamere tuta the narrative. Aya, sawa. Dula anasema Dula anasema hizi njia pia waeke mara. Mureza mara mtamheshimiwa. Kuna njia za nimekuambia tumefanya 25 kilometers. Unajua kuna ile program inaitwanga ya 10 kilometers. But it takes a long time for budgeting and everything. Wakati watu wanangoja kitu kama hiyo, tuliambia governor maneno ya njia, watu wanapiga kelele sana. Na ukisikia watu wakisema hizo vitu za one time na nini, ni vitu kama hizo. Njia, health, na maneno ya ECDs. Not just necessarily ECDs, education, county education, that is polytechnics and ECDs. Hapo mheshimiwa, shikilie tu hapo nikushikilie kidogo. Nilipata malalamishi juzi kwamba ilifaa polytechnic ijengwe Isango. Acha nikukueleza. Ukukuja pale. Yes. So tukaambia governor hizi vitu 3. Priority, mimi kupea mtu mbolea, kupea mtu mbegu ya kupanda. Hizo ni vitu mtu anaweza jifanyia for heaven's sake. Exactly. We can always move the funds and do some most priority things. That is why tukakuja na hii program inaitwa RRI, Rapid. Hata jina yenyewe inajieleza tu. Rapid Response Initiative. Kwamba wakati processes zingine za pesa zinachelewa, can we find some money somewhere, we rebudget so that jaribu kutengeneza hizi njia zikuwe vizuri kidogo. Na hiyo program ni program yenye inakuja so that njia inakuja tu kumaintainiwa, wana grade vizuri, wana compact, unaona, even without moram wana compact vizuri. Na hizi njia tumelima kama kumekuwa na kiangazi, so zimecompactiwa vizuri. Na hizo njia ukienda, in fact mvua yenye ilinyesha kidogo, ziko compacted vizuri sana, hata unaweza dhani zimewekwa moram na hazijaekwa. Lakini that is under rapid response initiative. Kuna zile za kuwekwa moram zinakuja. Hizo zitawekwa. Yes. Aya, nijibu mambo ya Isango Polytechnic. Mtu mwenye atuuliza hii kitu ya Isango Polytechnic tena ni aspirant, MC aspirant, anaitwa Joel Kweyu. Joel Kweyu. Yes, Joel Kweyu Mango. Anatoka huko Isango. It is true, kulikuwa na Polytechnic yenye ilikuwa hapo. Unajua, that's why I told you, mimi kenye naweza nasema, kenye siwezi, and you can't run away from the truth. The question was posed to Honorable Adoli.
But alianza kusema hakukuwa na public participation, he starts running away from it, and kwamba ni kitu ilikuwa kwa local government authority. So ni kama kuna uwezekano haikuwa transferred. Hata mwenyewe alikuwa anajichanganya. Okay. Anasema hakukuwa na public participation, tena anasema ati haikuwa transferred. It is true kulikuwa na polytechnic huko Isango. Ilikuwa ikuwa. I don't want to say kwamba ndio yenye ililetwa Mabanga ama yenye ilipelekwa wapi, but kulikuwa na polytechnic huko Isango. Sasa unajua that was an allocation ya hizo miaka. Unanipata? Wakati Radoli anasema yeye hakuhusika, hangehusika kwa sababu kuna uwezekano hiyo mradi haikuwa transferred kwa county wakati miradi zilikuwa zinakuwa transferred. Okay. I was asking myself, nilikuwa nimekaa kwa gari mahali. Wakati nilisema tu niweke gari kando nifuatilie huyu Ainea. Si alikwambia alikuwa councillor miaka 5 ya kwanza. 5 years, yeah. Na hiyo local government ilikuwa inagavaniwa na nani? Na hao councillors. So kama hiyo ni mradi nani alikuwa ameanzisha? Yeye ndiye alikuwa councillor. Na anasema kuna kama hiyo mradi ilikuwa and then haikuwa transferred, nani angeitransfer? Si yeye ndiye alikuwa councillor. Si yeye ndiye angeitransfer. Na hiyo mradi I can confirm to you ilikuwa. Okay. I don't want to say wherever it went, because hii ya Mabanga ilikuwa budgeted for, lakini hii ya Isango ilikuwa mradi na ingekuwa transferred na yeye ilikuwa inatakana i-transfer. Who messed up with the Isango Polytechnic? Unajua Isango is my home area. So these people sometimes wananiulizanga Inewa. Who messed up with that project? Who messed up with the Isango Polytechnic? He is the one who did not transfer. Kulikuwa na intergovernmental relations organ. Yeye ndio hakufuatilia ikakuwa transferred to the county. Okay. Na ukienda hapo hata ukienda huko saa hii zile mawe zenye walikuwa wameweka foundation ziko. I think I'll send someone there ama mwenyewe nitaenda pale kuangalia. Who messed up with the Isango Polytechnic? But kutoka Isango mpaka to the nearest polytechnic. Sasa huko ni wapi? Kuna polytechnic ya kwanza ina ward kwa Mabanga. Sisi tuko na polytechnics 2. Tuko na ya Mabanga na tuko na polytechnic ya Mala. But now this is what I want to tell you Aine. Okay. Hiyo ilishafanyika. But I want you and I want us, na nataka watu wa Malai Songo we face the truth. Okay. We can't just create institutions for the buildings to be there. Okay. You need to put their funds, hiyo pesa itengeneze polytechnic. Ikisha kuwa mjengo, inatakana uweke hapo watu equipments. Okay. Uweke hapo human resource. Unanipata? Ukishafanya hivyo utapata na wanafunzi 2-3 wenye wanaenda hapo hivyo. Lakini mjajenga, mkijenga sidhani kama tutakuwa na wanafunzi 2. But now you wait. Okay. I am saying that because ukienda hata hiyo Mabanga Polytechnic, walimu wako lakini wanafunzi hawajajaa. Ukienda Mala Polytechnic, kuna polytechnic huko lakini wanafunzi hawajajaa. It is not a matter that kila area lazima ikuwe na polytechnic. That is not the narrative. Lakini mheshimiwa, we cannot rely kwamba tukiunda polytechnic in every area kwamba wanafunzi hawatakuja. Yes. We need to do what we call sensitization. Yes. Tell people kwamba tumejenga hii polytechnic, these are the course we are offering, people should come. You know, when we assume kwamba tuseme kwamba we are not building this because we are assuming wanafunzi hawatakuja, then we won't get the unajua kutoka kwetu Isango Ishiaka mpaka Mabanga ni mbali sana. Now you are a learned person. Lakini nataka upate before, unajua we still narrative yenye una create, unataka lazima. Unajua niko na locations 3. Okay. Mala, Isongo na Makunga. Okay. So narrative yenye inataka kuwekwa and this truth, hata mtu akitaka kuniambia nini, I will tell them. Okay. Mtu kutoka Makunga kuja kwa polytechnic ya Mabanga. It is not far. Okay. It is not a narrative kwamba lazima polytechnic ikuwe Isongo, ikuwe Mala, tena ingine ikuwe Makunga. Okay. There are some words hazina polytechnic hata moja. Okay. For heavenly sake. Shinoi shiko maresume iko na polytechnic wapi? I don't know, sijui kama iko na. Hakuna. Okay. Kuna ward zingine ziko na polytechnic moja.
Si tumebarikiwa tuko na hizo mbili. So si Makunga iko na Mabanga, iko Mabanga na ingine iko wapi? Iko Malaha Polytechnic pia. Malaha na Mabanga. So watu kama wanaweza embrace hii idea yangu. Let us first of all get skills from these polytechnics already ziko established. And then when they shall be actually growing need funds nini and then we can do something. But it's not necessary. Okay. All right. Muuliza mheshimiwa mambo na basari, mbona anapatia tunapatia watu wanavyoholo basari. Anaitwa Dula. Huyo Dula unamjua? Namjua sana. Ni mtu wangu sana. Although najua si supporter wangu. Yeye ni rafiki yangu. Ni rafiki yangu. Ndugu yake mdogo mkubwa ni rafiki yangu sana, sasa ndio supporter wangu. Lakini sasa some question unaona zinakuwa malicious. Ukimwambia niambie tu jina moja tu ya kutoka huko na baba. He will not tell you. He will not tell you. He won't tell you. Mheshimiwa, who is your serious competitor in the 2027 general election? Makunga Malai Songo Ward. Ile unaogopa. Siasa inakuanga na arithmetics zake. And personally mimi najiangalianga as a person. Okay. I don't want to talk about my competitors. I can't say these are serious competitors to me. But I believe in myself that I'll go for it for a re-election and get it. Mimi nilikuwa nataka kusimama kura 2017. I reassessed myself in terms of the watu kunijua and then the financial muscle. Then I started establishing myself kuanzia hiyo 2027 now 2017 going forward. Ilifika 2021 nikasema nimetosha na nimejaribu kusaidia hao watu na I think wanaweza nifikiria. And I went for it. I was not attempting 2027 for re-election. I am going for it and I am determined to kwamba watu watanrudisha. I don't want to say who is a strong competitor. A competitor is always a competitor. Exactly. They will also hata pia ukiwauliza wataanza kusema nilisikia Radoli akisema ati anaambia vijana wakuje pamoja watoe mtu mmoja. Lakini yani uliona hawa watu wote wanaganga hapo against me. In 2022 they ganged up. I scattered them. You scattered them. Aya, sawa mheshimiwa, tuzungumzie tu kidogo, tutoke nje ya Malama Makunga Songo Ward kidogo tu. Tuzungumzie uhusiano wako na mbunge wa Mumias East Mheshimiwa Salasi ukoaje sasa hii? Kumbukwe kwamba mlikuwa na issues sana na yeye. Kuna siku mambo ilikuwa vile ilienda mpaka even slapped you. So sasa hii uhusiano wako na yeye uko namna gani? Unajua heshima ni kitu ya maana sana. Okay. Na mimi kitu yenye najaribingi kuweka ni heshima mbele ya watu wangu. Okay. Ile heshima yenye nataka lazima nitangulie nipee watu wengine heshima kwanza. Ndio pia upate. Tulikuwa na some fracas na Salasia. Yeye ako na njia yake ya kufanya vitu, mimi niko na njia yangu ya kufanya vitu. Kweli. Wakati hiyo maneno ilifanyika, Salasia came at my home around 3 times. Okay. The first day hakunipata, alipata mke wangu. The second day alikuja na wazee. Wakanipata. Lakini nikaambia nyinyi endeni. Lazima niongee na huyu Salasia mwenyewe. Watu wawili. Lazima nimuongeleshe maneno yenye sitaki nyinyi msikie. So wazee wakaenda. So akakuja mara ya 3. Tukazungumza na yeye. Akanieleza maneno mingi ilikuwa kwake. Maneno mingi sana. Na serikali ilikuwa imemwangazia hivi. Nikaambia Salasia nimekusamehe. Hiyo kesi ilikuwa kotini Mumias. Wakati nilikuwa Bungoma kwa michezo inaitwa ya Kasa ya County Assemblies. Hiyo kesi ilikuwa inakuja kotini. Salasia alikuwa amekuja kotini. So wakati waliita hiyo kesi, unajua mbunge wangu pia anakuanga na vituko kidogo. Yako kotini anashangaa ni nikabeba mkono, tunafanyanga court sometimes kwa virtual. Nikabeba mkono kwa TV. Nikaambia court nasamea huyo jamaa. Salasia hakuamini kitu ilifanyika. Wakamwambia kesi imeisha, enda nyumbani. You forgive, forget and move on. So he's a good friend of mine.
hizi njia zenye nimekueleza hizi. Okay. Wakati tulikuwa na hizi vitu za RRI ndio zinaplaniwa na Kera ikasema inataka kuadvertise, ni Salasi aliniuliza ni njia gani tunaanza nayo. So na tukasema RRI ikikuja haraka fanya, alafu Kera itafanya zingine. Na Kera ikikuja alafu RRI iende kwa zingine, lakini nikamwambia now that Kera itafanya, please allow me RRI ifanye tu zingine. At least tukue na mingi zimefanya. So yeye ndiye aliniruhusu hata nichukue hizo njia. Na mimi ndio nilimpea hizo njia. Na ameziweka hapo na zinaenda kufanya within 14 days. Si mimi nasema, ni huyo Obura wa Kera. Ile Kera nimeona pale. So uhusiano wetu sio ile mbaya, tunashirikiana, tunafanya kazi vizuri. Watu wengine walianza kusema tu Salasi alipewa Waluhya milioni 5. Hapana, mimi nimejitengenezea kwa pesa kidogo. Nilimwambia nimekusamea. Ulimsamea free? Nilimwambia nimekusamea. Free? Okay. Sawa. Mheshimiwa, watu wengi wanaamini kwamba MCA yote lazima akuwe na uhusiano mzuri na the sitting governor ndio apate maendeleo. Sijui kama ni ukweli? Sio ukweli. Sio ukweli. At all sio ukweli. Governor alipigiwa kura asaidie wananchi. Kusaidia kwake wananchi, it is not dependent on me. Are you getting that? As simple as that. Mimi nilipigiwa kura nisaidie wananchi. Si kupewa kazi ya ugavana. Governor in his own position alipigiwa kura asaidie nini? Wananchi. Uhusiano wangu na yeye ni ile uhusiano yenye viongozi wanakuja tu pamoja ili ushirikiano na amani. But kuna mtu alikuja akasema kwa hii show yako, akasema ati mimi sina uhusiano mzuri na gavana. Unajua mimi na Baraza we are the best friends. Ni marafiki sana. Ukimpigia simu atakwambia achana na huyo Waluhya. Kwa sababu mimi namwambianga vitu venye ziko. Nimemwombanga miradi akinipea. Hii yenye tunaongelelea hii. Na nikimuomba anajua ikuje kunifaidi mimi, inafaidi wananchi. Chenye inafaidi wananchi ni heko kwake na heko kwako. Sasa nikimalizia, kuna wakati ndio hii RRI nimekuambia tuliongelesha Baraza tukakama up with a scheme. Ndio hii RRI ikikuja, hata siku nyingine clip, unajua mtu akiongelelea Baraza vibaya, watu wengine wana take issue, wana circulate, wanaanza matusi na kuchukua advantage. Kuna siku nyingine nilisimama kwa matanga, nikasema gavana Baraza, unajua mimi nikikuja kwako, si ati nakuja kuomba pesa, si ati nakuja kuomba nini, vitu zingine personal, tunakuja kuomba maendeleo ya wodi yangu. Lakini kuna watu wa vitina hawa, na nikataja jina ya huyo Radoli mwenye alikuwa hapa, mwingine anaitwa Opanda. Hao wakikuja uwapeko shilingi 5,000, shilingi 10,000 wakule na wasianze kuleta fitina huko nyumbani. Juu wakienda huko wapeko shilingi 5,000 wanaenda kukunywa pombe hapo Farmers Makunga, alafu wanaanza kupea watu vitina. Wanasema Baraza anafanya kazi na mimi sifanyi kazi. Kazi ya Baraza na Waluhya unaweza separate aje? So hiyo ndio kitu nilikuwa naambia Baraza, wakateka advantage ati mimi nalima Baraza. Baraza called me akaniambia Waluhya bantu bakabola wale na mpira gavana. Sikiza klipu yangu na usikize klipu ya huyo mtu mwingine. Niambia watu ni fake sana. Kwa kweli fake. Juzi by the way mheshimiwa, tukimalizia tu nimesikia gavana wa Kakamega Mheshimiwa Fernandes Barasa daktari akisema kwamba MCA wasijaribu kuride kwa miradi zangu. So I was asking myself, tofauti ya miradi ya gavana na MCA ni zipi? Hakuna tofauti ya miradi ya gavana na miradi ya MCA. Because nyinyi hamna budget. Sisi MCAs hatuna budget. Number 1. Number 2, hata yeye jana kwa speech yake kwa assembly. The only difference between MCA and governor, it is because MCA ako kwa assembly, governor ako kwa executive. But we are one government. County government. We take credit for whatever we have done, the both of us, and we take fault for what we have not done to our people. As a county. Mimi na governor miradi yetu haiko tofauti. Kitu yenye tofauti tu, kuna ile what governor will take as a personal social responsibility kwa watu wake.
anatoa pesa kwa mfuko yake akisaidia vitu zingine. Okay. Mimi Walunya natoa pesa kwa mfuko yangu. Okay. Like for example, I have a house yenye nimetolea watu wangu. Inawasaidianga. Okay. That is a personal responsibility yangu. Unaona? Okay. Hawezi zuia watu kukufa. Na hawezi sema tukisaidia wafu watu, wewe ni mtu unafikirianga tu kifo. Okay. People must be born, people must die. People must die. And when people die, there is a burden. A burden. So that's like I have given them that. That is my personal initiative. Okay. That governor can't take credit. Okay. Governor has initiatives even through that Baraza Foundation and the likes. I can't take credit for that. Okay. Lakini hii miradi ile tu mbaya ni mtu mwenye yani unaona kila saa without any cause ni kupiga tu serikali na tena anatake credit ya hiyo miradi, lakini hizi miradi zetu zote na anyway si tunampitishia budget kwa approve ya kwenda kufanya hiyo miradi na yeye anafanya. So are we not doing synergy the same job? Yes. Yule anasema kwamba Joel Koyuma ngo anakusikiza na kufuatilia, amsema ako ndani kabisa Joel Koyuma. Kuna hii uvumi imeendelea, I don't know if it's true, lakini umesema kwamba huyu si supporter wako. Anauliza why do you MCA pockets 500,000 kupitisha miradi kwa county assembly ya Kakamega? Sijui kama wewe unajua hiyo. Hadi nyinyi mnalipwa 1,500 kupitisha miswada kwa county government of Kakamega. Unajua? Kuna vitu zingine zinasemwanga. Like mimi ukiniuliza nikikwambia anything yoyote, I will give you proof. Okay. Lai mtu akisema kwamba napea basari watu wanavaholi. Hii kitu ni mtu anachukua tu picha anakutumia, si ndio? Hiyo 500. Mtu anaprove aje ati mimi nimepewa 1,500. Ati nyinyi huwa mna MCA wote huwa mnalipwa 1,500 kupitisha miswada. At no single time. Tunapokeanga pesa kupitisha miswada. Hizo miswada ni zetu. Nani atatulipa ndio tuzipitishe? Okay. Hii budget ni sisi tunaibudget. Mtu atulipe ndio tupitishe nini? Okay. Na sisi ndio tunaipitisha iende saidie watu wetu. Okay. Mahali penye tumeona tumepitisha na pesa haijakuwa spend vizuri, that is why tena sisi wenyewe tunafanya supplementary. Tunareshuffle hiyo pesa. Okay. So vitu zingine ni hearsay. Okay. But we accept everything. You accept everything. I told you we accept everything. That everyone has a right to freedom of speech. Maswali ni mingi mheshimiwa, lakini muda inaninyonga hapa. Mimi hata leo ungenitaka siku nzima jipo. I pass my greetings to my MCA following closely Wilson Shikuku. Rasbali Koyua Isonga anasema okay, where is the lobby? What is the essence to lobby na acha kuyunda? Atakuwa okay, itakuwa naangalia sababu naona imeteremka chini. Okay, haya. Ambia Juma Robert, ambia mheshimiwa awache uongo kuhusu maji ya Mtetemo since last year June. Hiyo maji ya pambu iliharibika ifanyi. Sasa hiyo watoto wanaenda maji mbali sana. Then hiyo piping anasema yuko Mtetemo hakuna kabisa. Lini if you think I'm cheating kuja sasa hiyo Mtetemo. Maji ya Mtetemo haifanyi kazi mweshi. Hiyo maji in fact sisi responsibility yetu kwa hiyo maji. Na I think wewe mtu anaitwa Yuma hata aliainipigia. And I think he has the answer. But unajua mtu haizi taka vitu zifanywe venye anataka. Yeye anataka zifanywe venye anataka. Na kuna watu wengine pia kwa hiyo area pia also we look up to them. Exactly. So mimi nakwambia kitu yanajua. Hiyo maji ya naongelelea pump na mimi naongelelea maji yenye mbunge alienda akalonja hapo hivi. Okay, sawa. Rasbali Kweyu Waisonga anasema what Walunya has done in 3 years is far away than what Radoli did in 15 years. The Petros Bridge during the past regime, watoto walikuwa wanaswim wakienda shule. Right now through Walunya the bridge is now passable hata na magari. Kongole kwa wakili. Aya, sasa wakili Walunya Queen Latif anasema Walunya tutam. James Dora anasema Walunya okay, sawa. Nimeona hiyo, asanteni sana. Thank you so much. Msema anasema wako ndani, asante sana. Mwingine ni nani huyu? Deno mmoja anasema angalia. Haya, sawa tumeangalia. Linkard anasema niko ndani. Haya, mwingine where is the nani of lobby?
Sasa unajua pia watu wanajibizana pale kwa comment section mbaya. Sitaki kuingilia na soma comment ambayo unaweza jibu. Abantu mbona comment section sana. Watu wanalimana pale kwa comment section, lakini mzuri. Unajua uzuri wa hii, of course, uzuri wa hii show tunakuitia mheshimiwa hapa na tuko live. Wewe unauliza tu swali tu, hata mimi nikikosa kujibu kusoma kuna mtu anaona pale. Niliona siku nyingine ile siku ukisema kwamba kama unaweza tuita wote, I'm available. No, so I want to organize. I'm available. Good. I want to organize this. I want to organize the track record. Exactly. I want to organize this interview. Mheshimiwa Walunya, Mheshimiwa Joel Kweyu. Let me talk about the old aspirant so that was feeling nimewacha nje. So we'll plan for the date watu wangu wa Makunga Malai Songo because naona hii narrative inaendelea sana. Then we'll plan tuko na Mheshimiwa Walunya, tuko na Mheshimiwa Kweyu Joel, tutakuwa na Mheshimiwa Radoli, the former MCA and the aspiring MCA, alafu tutakuwa tunaunda hii interview moja. Then you have a discussion tuongee. Tuone wapi kunaenda namna gani Mheshimiwa. Tukimaliza tu Mheshimiwa, nataka nikuache sababu comment imewaka moto. Mambo imekuwa moto hapo comment section na ningependa kukuachilia pia uende ufanye shughuli zako. Ningependa kabla hiyo nisome tu comments mbili alafu nitakuwa nashika simu mbili pia. 07 namba ndio pale kwa screen, piga simu uliza mheshimiwa swali alafu nitakuwa nafunga 0748762689. Piga simu uzungumze na mheshimiwa Walunya hapa, muulize swali atakuwa anajibu nikimalizia, tukisonga mbele hivyo. Joseph Amlabo anasema Walunya amefanya kazi nzuri sana. Big up honorable Walunya. Mlimalizaje na Salasa? Nadhani hiyo umejibu hiyo. Walunya, how can you buy a hearse for your people instead of buying an ambulance? Lakini nimekuambia nimesha kujibu hiyo swali. Hiyo ashajibu. Gari yangu niko na gari personal 3. Okay. If I am called na mtu yeyote ako na shida, gari zangu zote watu wangu wa ward wakinipigia simu wakitaka gari inaenda. I don't need to put there kwamba hii ni ambulance. Gari zangu personal zinaenda zinasaidia. Hii hasi and hata ukiangalia hapo sijaweka hapo maneno kubwa to hasi nini, nimeweka tu jina yangu hapo na picha peke yake. Na hiyo gari in fact nimeiweka in a sense that hata ikienda kubeba mwili inabebea. Mimi nataka nishike wale watu wa chini kuwasaidia. Kama ni mtu anajiweza wanaenda kuchukua hazi mzuri kubwa huko wanaenda kubeba. Hii yangu wanaweka mwili juu, watu wanakaa ndani. Inaweza enda hata moja peke yake kwa msafara kusaidia wale watu wa chini. Na nimekuambia people must be born, people must die. When people are born there is celebration. When people die there's mourning. There's a lot of burden. We must assist them. But maneno ya upeleka watu hospitali wanatumia magari zangu mwenyewe yanatumia. Ile yanakaa ndani, mwananchi yote anaweza keti ndani. But unajua matanga ikiwa kuna kuanga na burden fulani pale na kama yule mtu mwenye hajafiwa na hajapata hiyo ugumu na hajaona mimi nikikuja through. Okay. Hawezi jua ugumu wa matanga. Lakini wale wenye nimesaidia wanajua hiyo mambo hiyo. But then maska kabeta no msero. And nowadays we bury every day. You bury every day. Yes. You bury every day. So watu wangu wa Makunga Malai Songo will be organizing this interview. Tukuwa na mheshimiwa Radoli, mheshimiwa Walunya, aspirant wote. Kama wewe ni aspirant wa Makunga Malai Songo wote, usimisi conversation. Tutakuwa tunapanga tuketi chini tuzungumze tuone vile mambo inaenda. Maswali ni mengi tu, lakini sababu ya muda ningependa niachilie mheshimiwa pia aende afanye shughuli zake moja mbili hapo. Mheshimiwa, nataka ukifunga tu ukiangalia kamera uongeleshe wananchi wa Mumias East, not Mumias East, Makunga Malai Songo wote ukiangalia pale hiyo kamera. Lo mix hapo loko leo Luswahili, Olusungu basi. Asante Ainea number 1 hunanga mu studio kyaotno so that aimbora honda bandu banje kali kidogo kukholanga nende kupanga hola. But again, mimi nataka nishukuru watu wangu wa Malai Songo Makunga. Mimi nilisimama kura na watu 13. Kwa watu 13, mimi ndio ule nilikuwa tu mdogo, mkonde, mfupi, kitu ilikuwa na stand out, ilikuwa tu hii kiara yangu kwa kichwa yangu. Lakini hawakuangalia wale wazito ama nini na nini Ainea.
ni mimi kwa hao watu walichagua. Na jina yangu kwa wale 13 mimi ndio nilikuwa mwisho chini. Nataka nishukuru watu wangu kwa kura yenye walinipea, nitawafanyia ile yenye naweza, ile yenye siwezi mimi na wakatazanga tu hii siwezi. Na hii tutajaribu jinsi tunavyoweza niwasaidie yenye naweza. Na 2027 itakuwa tu ni marking scheme. Watu hao wapinzani wangu kama yule mwenye alikuwa watakuwa na maki yake, wana maki yangu. Wale wenye watakuwa wanakuja wageni pia watakuwa wanaangaliwa. Watu ndio wataamua. So mimi naambia tu watu wangu mkuwe patient, tufanye miradi kwa hii miaka 5 yenye mlinipea. 2027 tutakuja tuombe kura na tukiwaambia yale tumefanya na nyinyi ndio mtaamua. Nyinyi ndio bosses wetu. Na washukuru sana hata kwa kujoin leo kutusikiza na tutaendelea kuwa pamoja nao. Alright. Mtu wangu tutakuwa tunapanga hii interview mazungumzo Makunga Malai Songo Ward na the sitting MCA na pia wale wengine ambao wana aspiring, tutakuwa tunazungumza, tunapanga wote kupiga story tujue vile inaenda. Unajua mheshimiwa, the idea behind this show vile umesema tu kwamba unaguza watu wa chini. Idea behind this show at least kuleta viongozi hivi, mtu akiwa na swali unaona ameguzia mambo ya mtetemo, at least you can now respond directly. Yule ambaye ameguzia staff room ya mabanga, at least umerespond. So that at least wananchi nao waelewe hizi miradi ni za county, hizi ni za national government, hii ni ya MCA, hii ni ya mbunge, hii ni ya nini, so that waelewe. Na wote ambao wanakuja kwa show tunashukuru sana. Because hii ni live. Kada niende kwa swali watu wataona tu pale chini. Hii hakuna cha kuhepa. So mheshimiwa amesema kwa tayari aspirant wote wa Makunga Malai Songo Ward mkuje tuzungumze, tuelewane, tusonge mbele, tuone vile mambo itaenda. Usiende mbali mtu wangu, utakuwa nakuja na watu wengi tu, utakuwa na mheshimiwa Koni Lusweti pia she's aspiring ama aspirant women representative Kakamega County, itakuwa napiga story naye hapa. Niko na Liam, niko na watu wengi tu ambao watakuwa nazungumza nao kwa hisho siku ya leo. Mtu wangu usishangae kwamba tunaenda live na NTV, tunaenda live na hizi pages zote kuhakikisha kwamba kila page ina grow. Usiende mbali mtu wangu, itakuwa narudi the next 10 minutes.